A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alal bashirin nadhir wasirajil munir, Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, khatimul anbiya'i wal mursalin, wa 'ala alihi at-tahirin ashabatihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatuna budi kumshukuru Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zanguni Waislamu, ndugu zanguni waumini, nipo hapa kwa ajili ya kuwakumbusha swala moja, swala zima la utafutaji wa elimu. Ndugu zanguni Waislamu, anasema mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilmi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote atakayetaka dunia basi ni juu yake awe na elimu, na yoyote atakayetaka akhira basi ni juu yake awe na elimu. Siku hizi Waislamu tumepumbaa sana na kutafuta elimu ya dunia, wala si kutafuta elimu ya akhira. Siku hizi Waislamu tumepotea sana, na ndo vile Allah alisema katika Qur'ani kwamba hawatakuwa radhi Mayahudi na Manasara mpaka mtakapofuata mila zao. Siku hizi tushaanza kufata zile mila za Mayahudi na Manasara, bali hatupati mila za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu ni Waislamu, kitu cha mwanzo ambacho anachotakikana mtu awe nacho au akitafute katika wakati huu, katika ukubwa wake, katika utu uzima wake, basi ni kumjua Allah, ni kujifunza elimu, na elimu yenyewe ni elimu ya dini, ilmu din. Ndio mtu ambaye anatakikana aitafute hiyo elimu, ili atakapokuwa nayo itakuja kumsaidia leo, kesho na akhira insha Allah. Ndugu zangu wa Islam, anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, yoyote mwenye kufuata njia, yatlubu fihi ilma, ya kutafuta yeye elimu, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, basi Allah atamfanyia wepesi, atamwelekeza njia ya kuelekea yeye ila aljanna, ya kuelekea peponi. Kwa hiyo ndugu zanguni Waislamu, leo nimekuja kwa ajili ya kuwakumbusha kitu adhim, kitu ambacho si mara nyingi sana watu kukumbusha, bali wengine watakumbusha kwa kulingania, lakini mimi naanza kulingania kwa utafutaji wa elimu. Ndugu zangu Waislamu, tuchunge sana, huku tunakoelekea ni kubaya, kwa sababu ukitizama kwa mtizamo wa kawaida, Waislamu wengi sasa hivi wamepotea. Waislamu wengi sasa hivi wanasoma sana elimu ya dunia na elimu ya akhira pia wameiacha. Waislamu wengi siku hizi wanaenda kusoma shule, hawatafuti maarifa ya kumjua Allah, na pia hawatafuti maarifa ya kuweza kumjua mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema vipi Imam Shafi'i katika hikma yake? Anasema aqalun nas man taraka ad-dunya qabla an tatrukahu wa anara qabrahu an yaskunahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Anasema Imam Shafi'i, aqalun nas, mtu mwenye akili zaidi, aqalun nas man taraka ad-dunya qabla an tatrukahu, ni yule atakayeacha dunia kabla hata hii dunia haijamwacha yeye. Bi maana ni yule ambaye atakayeacha mambo ya dunia akaenda kutafuta mambo ya akhera kabla hata dunia yenyewe haijamwacha. Bi maana akaenda kusoma elimu yake ya dini kwa ajili ya kujiwekeza kesho akhera hata kabla hajafa. Wa anara qabrahu an yaskunahu, na kaitia nuru kabri yake hata hajaenda kuishi katika ile kabri. Yani bi maana ile kabri yake akaanza kuitia nuru bado yuko hapa hapa dunia, kisha baada hapo akaenda kuishi kabri yake ikiwa. Akasema tena wa arda rabbahu qabla an yalqahu, na Allah akamridhia Mola wake hata kabla hajakutana naye. Kwa hiyo huo ni usulubu mdogo ambao Imam Shafi'i
muone wake ameona kwamba inabidi awazindue watu, awatoe kule ambako walikopotea, awatoe kule ambako walikoinamia, awatoe kule ambako watu walikoingilia katika upotevu wa hali ya juu. Sasa hivi tumefuata sana Mayahudi. Sasa hivi watoto wa Kiislamu hawasomi tena elimu ya dini, hawasomi kabisa. Sasa hivi watoto wa Kiislamu wanasoma elimu ya dunia tu, na hiyo elimu ya dunia ni elimu ambayo haitunufaishi sisi Waislamu, bali ni elimu ambayo na pia utakapopata hii elimu itakunufaisha hapa duniani tu, lakini akhera utakuwa huna chochote isipokuwa wewe itakuwa ni miongoni mwa watu wa motoni. Allah atuhadharishe, na pia Allah atukinge, na pia Allah atuepushe tusiwe ni miongoni mwa watu wa motoni. Na pia ndugu zangu Waislamu, katika sadaka ambazo zilizokuwa ni bora ni kumsomesha mwanao, na katika sadaka ambayo inaweza ikawa sadaqatun jaria ni vile ambavyo utakapomsimamia mwanao akawa na mwenendo bora, na ukamsimamia mwanao akawa ni miongoni mwa watu maulama, akapata elimu, akawa ni mwanachuoni mzuri, basi hiyo ni sadaka bora, ni sadaqatun jaria, kuliko kumsimamia mwanao akatafuta degree, kuliko kumsimamia mwanao akasome Kiingereza, akasome Kiswahili. Lakini pia tunaambiwa vile vile, Mtume anasema, Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Anasema tamata ibn Adam inqata'a amaluhu illa min thalatha sadaqatun jaria au ilmu yuntafa'u bihi au waladun salihun yad'u lahu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibn Adam, pindi atakapokufa mwanadamu, inqata'a amalu, pale mwanadamu roho yake inapotoka, anapokuwa nakufa, anapokuwa nafariki, basi inqata'a amaluhu, zitakatika zile amali zake zote, illa min thalatha, isipokuwa tatu tu ndo ambazo zinaweza zikamsaidia hauko kabrini mpaka yaumul qiyama. Ni amali gani? Illa min thalatha. Ya kwanza sadaqatun jaria, ni ile sadaka yenye kuendelea. Sadaqatun jaria tunayomaanisha ni kwamba ni ile sadaka ambayo utakayoiacha hapa duniani ikawa ni yenye kuendelea kwa kupatia thawabu mpaka utakapofufuliwa yaumul qiyama. Mfano wa sadaka hizo, kujenga msikiti, kuchimba kisima na zinginezo zijazo. Na pia akasema au ilmu yuntafa'u bihi, au elimu yenye manufaa kwake yeye, yani ile elimu ambayo itakayokuwa ina manufaa kwake yeye, basi hiyo ni sadaqatun jaria. Ile elimu awe ameifanyia kazi, kazi yenyewe ni vile kuwasomesha watu, pia na wale watu wakasomesha na wakasomesha na wakasomesha, pia hiyo ni sadaqatun jaria. Hiyo inaitwa au ilmu yuntafa'u bihi au waladun salihun yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye atakayemuombea dua. Ndugu zangu Waislamu, tukitizama hadithi hii moja kwa moja inatufundisha kwamba pale ambapo tutakapokuwa hatujasoma sisi, hatujawasomesha watoto, basi moja kwa moja tunakuwa tumekosa kitu kikubwa na kitu adhim na kitu kitukufu sana katika hapa duniani na kesho akhera. Kwa sababu ukifikiria tu kwa kawaida au kwa muonekano wa kawaida, waweza kuta kwamba hujamsomesha mwanao na wewe pia hujasoma, lakini Mtume anakwambia wayad'u lahu, na atakaye kuombea dua wewe. Asa jiulize, utakapompeleka mwanao akasome shule, amesoma shule darasa la kwanza mpaka la saba, amefanya mtihani, amesoma form 1 mpaka form 4, amemaliza, ametoka hapo, amesoma chuo, amepata degree, kisha baada hapo akatoka akapata degree, akapata kazi, halafu baada hapo mwambie aje kusomea dua. Vipi atakusomea dua na wakati hajui? Na dua nzuri na dua iliyo bora ni ile mzazi kumwombea mtoto wake, na pia mtoto kumwombea mzazi wake, si watu wengine kuwapa pesa watu wengine waje wakuombee wewe mzazi. Basi mimi nawahusia leo ndugu zanguni, muweze kuwasomesha watoto zenu. Kama wewe hujasoma, basi jitahidi sana uweze kumsomesha mwanao. Leo tupo hapa kwa ajili ya kuwakumbusha na kutafuta elimu kwa Muislamu ni wajibu kwa Muislamu wa kike na pia kwa Muislamu wa kiume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliamrishwa katika Qur'ani, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim, aliamrishwa akaambiwa na Allah, basi alishushiwa wahi kwa Jibril. Allah alimtuma Jibril akampelekea Mtume Muhammad au amshushie wahi au akamwambia Mtume Muhammad kwa kumpa amri. Hiyo ni amri ambayo iliyotoka kwa Allah iliyokuwa inasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Basi Allah alimpa amri kwa kumwambia soma kwa jina la Mola wako muumbaji.
khalaqal insan min alaq, Mola ambaye amemuumba mwanadamu kwa tone la damu, kwa pande la nyama. Basi ndugu zanguni, nawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la utafutaji wa elimu. Ninachowaomba ndugu zanguni, tuweze kusoma na tuweze kufuatilia masala mazima ya dini na tuweze kujifunza elimu ya dini. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani kwa kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakadhalika auhaina ilaika Qur'anan arabiyya, alimwambia mtume kwamba kwa hivyo basi tumekupa wahai wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'anan arabiyya, Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Hajasema Qur'ani kwa lugha ya Kifaransa wala lugha tu, basi lugha ambayo inatakana tujifunze sisi Waislamu ni lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo wakadhalika auhaina ilaika Qur'anan arabiyya, kwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumekupa wahi ilaika Qur'anan arabiyya, Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu, litundhira ummal qura, ili upate kuwaonya watu wa ummal qura. Watu ummal qura ni wale watu wa Maka, pia waman haulaha, na walio pembezoni na Maka. Kwa mfano Tanzania, Burundi, Kenya, Uganda ni sisi ambao tulioko pembezoni ya Maka. Akasema watundhira yaumal jam'i la raiba fihi, na upate kuwaonya ile siku ya kufufuliwa isokuwa na shaka ndani yake. Pia vile vile akaendelea kusema fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, basi kundi moja vyote itakapokuwa, kundi moja litapatikana litaenda motoni, basi kundi moja pia litapatikana litaenda peponi. Insha Allah, kwa yangu machache naombeni nisimame hapo. Kwa wenye kusikia kasikia, na kwa wenye kuzingatia kazingatia. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.